haufai wewe mwenyewe kuwa commissioner katika IEBC. Na tunaona watu ambao walikuwa candidates kwa uchaguzi ambao uliopita wamejipeana kuwa IEBC commissioners. Mimi nashindwa kwa nini tuko na attorney general katika nchi yetu? Kwa sababu kazi ya attorney general ni kupatia rais advice. Na sasa ni advice gani attorney general anampa rais kama sitting public servants wanaweza kujipeana katika process ya IEBC wakijua fika kwamba katiba katika article 88 imesema kwamba hawafai kuwa pale? Naam. La mwisho na la muhimu ningependa kusema hivi. Juzi tu president wetu, na mimi nimekuwa nikisema hii mambo ya advisors aachane nayo. Ni advisors wa bure. Wanapewa 1 billion, 20 advisors. That is 50 million per advisor per year. Sasa ameleta a high stake advisor. Anaitwa professor huyu, professor wa law, what's his name? This alikuwa anafundisha law university, ni jina inapotea, from the US. Makao Mutua. Yani Makao Mutua hajaona hii ni shida. He's a professor of law, ako qualified sana, anaelewa katiba yetu, na hajaona kwamba majina ambayo alipatiwa rais ya IEBC hayafai kuwa pale. Yeah. Kwa hivyo sasa unaangalia hawa, unashindwa, yani hata mtu akisha kuwa advisor, what happens? Ile ujanja yote alikuwa nayo, ile masomo yote alikuwa nayo, all the wisdom ambayo alikuwa nayo imepotea. Naam. Bwana Ndichu, fanya mambo anazungumzia kuhusu tatizo kubwa ni wale ambao wamependekezwa kuchukua nafasi muhimu katika tume hiyo ya IEBC, lakini Wakenya kando na kuzungumzia kuhusu wale ambao wametolewa, wanasema asilimia kubwa kulingana na utafiti wa TIFA 55 ya Wakenya hawana imani na sura mpya hii ambayo sasa inapendekezwa kuchukua nyadhifa muhimu ndani ya IEBC, lakini vile vile asilimia 50 hawana imani na IEBC, hawazungumzii kuhusu mtu ambaye anachukua nafasi hiyo. Na kihistoria tumeona katika chaguzi mbalimbali ambazo zimefanyika hapo awali, utata umekuwepo, bado uchaguzi mkuu, kesi mahakamani. Hili ni tatizo kuhusiana na wale ambao wanakuwa waamuzi katika mchezo huu, ama ni tuzungumzie kuhusu IEBC yenyewe ina tatizo? Asante sana my friend. Unajua rafiki yangu hapa amezungumzia mambo ya kupatia katiba heshima yake na kuifuata jinsi ilivyoandikwa na wale ambao waliichora mwaka wa 2010. Naam. So shida yetu kubwa sana hata si hiyo watu wanazungumzia. Shida yetu Kenya ni kwamba wanaoongoza serikali yetu hawafuati sheria na mujibu wa katiba inavyosema. Na mfano mzuri ni leo. Nimeona kwa magazeti kukisemekana ya kwamba ile siri ya nchi ambaye kikatiba ilistahili kuwa na attorney general ama mkuu wa sheria, amenyang'anywa hiyo mamlaka ya kuhifadhi hiyo seal ama muhuri wa nchi. Amenyang'anywa na imepelekewa mtu mwingine kule State House ambaye ni Head of Public Service, na wakapitishia kwa bunge ikapitisha kwamba tumekeuka hiyo sheria ya katiba, tumeleta sheria nyingine ya kusema hii public seal itawekwa na Head of Public Service ambaye sasa ako chini ya president. Na diposa hapo ndio walikosana na Muturi, Justice JB Muturi, sababu Muturi alipoambiwa asaini barua na aweke hiyo seal alikataa. Na rais akaona ya kwamba kube naweza kuwa mimi ni rais na sina mamlaka, nitanyang'anya hiyo kitu hata kama katiba inasema hivyo iletwe kwangu. So kama jambo kama hilo halipatiwi heshima na liko ndani ya katiba, ni vipengele zingine zitapewa heshima kweli? So shida ya Wakenya ni kwamba hata hao hawajui, hakuna watu wanafuata katiba yetu vile ilipo. Na diposa wanasema 55% hawakubaliane na hawa commissioners, kwa sababu wengine ni wasomi na wamesoma katiba vile inasema, na wamegundua ya kwamba hawa IEBC commissioners hawajachaguliwa kulingana na mujibu wa katiba. So kutakuwa na shida kutoka sasa mpaka mwisho.
Na ndiposa wanasema hatuna imani na hawa wajamaa. Ya mwisho nikimalizia, uchaguzi zote ambao zimefanywa nchi hii yetu ya Kenya na kuleta maafa mingi na fujo na furugu na uharibifu wa mali, sio watu wengine, ni watu wanaitwa IEBC. Zamani walikuwa wanaitwa ECK, Electoral Commission of Kenya. Electoral what? ECK. ECK. Uko sawa. Yeah. Wao ndio wanainterfere na matako ya Wanjiku. Wanjiku amesema huyu ndiye tumechagua. ECK ama IBC inasema hapana, ni huyu. Furugu inaanza hapa. Na nikimalizia niseme, na hapo ndiye Rigiji alisema, nyinyi IBC, yes, mumechaguliwa na press na magazeti inawaita IBC wa Ruto. Sasa nyinyi IBC wa Ruto, mchunge sana. Mkiinterfere na mapenzi ya Wanjiku, museme jambo ambalo Wanjiku hakusema, furugu itatokea. Maybe zaidi kushida ile ya 207. Kwa hivyo mimi niliona Gachagua hapo hakukosea kupatia watu laana ama ilani, warning, don't do this because if you do it it will be worse. Lakini ndivyo inavyostahili kisheria kwamba wakati hauridhiki na uamuzi wa IEBC kuna vurugu. Kama gani? Ndivyo inastahili kisheria kwamba wakati ambapo Wakenya hawaridhiki na uamuzi wa IEBC kuwe na vurugu. Umezungumzia kuhusu matamshi ya Rigathi Gachagua. Yes. Ukasema kwa matamshi yake unahisi yako sawa kusema kwa iwapo unajua alikuwa accused ati ameincite watu, alipatia warning. Msifanye hili jambo, ni mbaya. Sababu lilitendewa na watu wengine wa Electoral Commission ya 2007. Na watu wakauana na wakakufa watu wengi. Mpaka ikapeleka Uhuru na Ruto Hague. Na watu wakati huu walikufa wengi sana Rift Valley. Kwa hivyo tafadhali, nyinyi IBC ile ambayo mmechaguliwa sasa, muwe ni watu wa Ruto ama ni wanani, tafadhali msirudie hilo kosa. Ndiposa unaona 55% wanashuku kama hii watu watafuata hiyo. Na ingine ile inakuja shida ni kwamba hakukuwa na participation ya kila mtu. Katiba hii inasema lazima kila mtu muhusika. Opposition, Kalonzo Musyoka hakuhusishwa. Okay, Raila ameenda pande hiyo, ndio angekuwa leader of opposition. Lakini sasa ako pande ile. Lakini mtu kama Eugene Wamalwa ambaye ni mkubwa wa chama ya DAP, Kalonzo Musyoka, hata Gachagua mwenyewe, hata kama hakukuwa na chama, anaongoza kundi kubwa sana la upinzani. Wangeulizwa maoni yao wakati wa kuchagua IBC, hawakuulizwa. Ndiposa sasa watu hawana imani na hiyo. Fanya mambo. Wakenya wanaposema hawana imani na IBC, wanamaanisha nini? Wanamaanisha kwamba IBC huhusika katika udanganyifu na kubatilisha matokeo ya uchaguzi. Ni sawa na kusema hivyo? Jinsi ambavyo Wakenya wanatazama IBC hii, wanaona kwanza kabisa ni kama serikali haitaki kuwe na IBC. Kwa sababu nimesema Kenya hii iko na advisors wengi sana wa president, na pia iko na attorney general. Na attorney general usifikirie hajui article 88 ya katiba inasema nini. Kwa hivyo wanapowaleta wale wanne ambao wanajua they are not qualified kwa sababu ya article 88 ya katiba, labda walikuwa wanafanya hivyo makusudi ili kuwe na kesi kotini na kesi idelay kutokuwa na IBC. Kumbuka kwamba UDA imepoteza umaarufu sana nchini. Na kunazo by elections kadhaa ambazo zingekuwa kama kungekuwa na IBC. Na wanataka kujiondolea ile aibu ambayo itatokana na zile by elections. Na ndio maana Wakenya wanakasirika. Kwa sababu kulikuwa na more than 1,000 applicants ambao walikuwa wanataka kazi zile za IBC. Mbona uende kumtafuta mtu ambaye aliyesimama katika uchaguzi uliopita ukijua fika kwamba kikatiba hafai kuwa pale? Mbona uende kumchagua mtu ambaye ni public servant ukijua fika kwamba hata kubalika katika sheria zetu? Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba serikali hii kwanza kabisa haitaki IBC, na wangeulizwa wangependa kukae vile. Na sisi kama Wakenya ndio maana unaona Kenya makasirika. Lakini wamesema jambo moja ambalo limenifurahisha. Wamesema 2027 kila young person Gen Z atakuwa returning officer. Kwa sababu kisheria inafaa kura zinazopigwa katika darasa hilo
wanaandika na kupost katika mlango. Asante. Sasa vijana wameamua tutapiga picha na kupost. Tunasema hapa ni Jamhuri Primary class 7B. Na haya ndio matokeo. Tunapost kila mahali. Ili ile upuzi ambayo huwa inafanywa Bomas wakijaribu kufanya, wajue kwamba Wakenya walikuwa wamepost na ukweli unajulikana. Asante, tutakupa nafasi ya kufafanua hoja hiyo zaidi, lakini kwa sasa tuelekee katikati mwa jiji la Nairobi, tuungane na Majibu Kitsao, tumpe nafasi ya kumalizia gumzo na Wakenya wanaozungumza hapo ili tudadisi kwa undani wanayoyasema. Haya, majibu ni ule tu. Tumerudi tena katika kikao kizima katikati mwa jiji la Nairobi, gumzo komavu kuhusiana na imani ya Wakenya kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Kikosi kimeongezeka kama unavyoona, natumai mnaona kwenye kiwambo cha runinga yenu. Nianze sasa upande huu mwingine raundi hii. Namuona anacheka Jenerali mwenyewe, Spika wa Bunge la Mwananchi. Hujambo? Ujambo sana ndugu yangu. Sijambo. Tunazungumzia gumzo hili kuhusiana na imani ya Wakenya kwa tume hii ya IEBC. Mara si moja Wakenya hawajakuwa na imani. Kila baada ya miaka mitano sinema ni ile tu. Nakumbuka wakati uliopita tuliona maboksi makubwa ya ushahidi. Je, tutaona sinema tofauti 2027? Naam, asante sana ndugu yangu. Kwa majina nafahamika kama CPA Hagai Mrisho Joel Jembe. Mie ndio Spika wa Bunge la Wananchi la Kitaifa. Nikichangia kwa mada ambayo umeuleta leo, kwanza ningependa kwanza kusema ya kwamba Wakenya wajifundishe tabia. Hatuna tabia kulaumiana mabishano zote. Sasa mchakato ulienda kwa runinga wazi, wakachagua watu wakajieleza, na Erastus Ethekon Dong akajitokeza, na yeye ndiye akawa mshindi, rais akamchagua kuwa mwenyekiti wa tume la uchaguzi. Ni jukumu letu kumpatia nafasi afanye mchakato wake, afanye matayarisho yake kuhakikisha Kenya imepata uchaguzi ulio bora. So Wakenya waache kilio sana, lakini jambo ambalo pia ningependa kuliongeza ni kwamba tume la uchaguzi isisitize na ifanye mambo ya ushirikiano wa umma na vile vile elimu ya uraia, wahakikisha kwamba hao wamefanya, na sisi tunawapa huo uwezo kama bunge la wananchi, waje tuwasaidie kuhakikisha kwamba mambo kama hayo yamefanyika na wananchi wameenda kwa uchaguzi wakiwa wameridhika. Kwa hiyo bwana Spika, wewe unasema kwamba una imani kabisa na wale ambao wameweza kuteuliwa? Kabisa, na mimi naunga mkono rais wetu Amiri Jeshi Mkuu kwa kumchagua Erastus Ethekon, mtu kutoka jamii ndogo, na jamii ndogo ya kwamba wanaishi pia hawa ni Wakenya. Tuache malumbano. Naona wenzako wanacheka nyuma yako. Wapatie nafasi, ama nianze na bingwa kando yako hapo? Ni sawa. Tuanze na pande hii. Haya, kwa kifupi tu, bwana Nick Kiplagat, una imani na IEBC? Kabisa, nina imani. Kwanza Wakenya tunafaa kujifunza kuamini president, kwa sababu article 132 Constitution of Kenya, apart from all the outline the functions of the president, moja inapea president kazi ya appoint anyone as per the recommendations of the National Assembly ama ile kamati yenye ilikuwa inachagua IEBC. But in between ile kamiti ilitengenezwa na president kutangaza na kusaini ule mtu mwenye amechaguliwa, kuna hao watu wawili anaitwa Boniface Mwangi na Kelvin Omondi ambao wameenda kotini kusimamisha. Wanasema hiyo kamati ilikuwa unconstitutional na sasa wanataka ikuwe wrapped off. Lakini tunajua Kenya Constitution sahi IEBC kuna crisis mbili. One, kuna by elections ambazo ziko pending, then the new IEBC wanatarajiwa wafanye elections in 2027 na hawajakuwa familiarized na functions na zile ambao vile IEBC iko. So tunaomba sana Boniface Mwangi, if kweli unapenda Kenya, enda withdraw hizo vitu kotini. Sahi yako Tanzania inafaa kuja achiliwe haraka, akuja withdraw hiyo kesi, side that tuendelee kama Kenya na tupata for 2027. Nasema elections. Ni kidogo kila mtu apate. Ni ukizungumzia swala la katiba na sheria inayomruhusu rais kuweza kuchagua yeyote, muona wakili akicheka. Labda kuna mapungufu yote ya kikatiba? Hakuna mapungufu. Wajua vile ambavyo tulianza nikakwambia, kwanza amesema watu wanafaa Wakenya wanafaa wajifunze kuamini rais. Unajua kuaminiwa ni hulka yako, tabia yako itamaanisha kwa utaaminiwa ama utaaminiwa. Na hakuna mahali sheria inasema lazima uamini mtu.
Kwanza kabisa wacha nikwambie, the president is a conveyor belt. Unaelewa? Vile ambavyo majina yameletwa watu hawa inasemekana ndo wamepita ile interview. Ndio anaweza kusema ni ametoa majina haya. Sawa? Shida ambayo tunao ni kwamba wale wa Kenya ambao wanahisi hawana imani na tume za IBC kurudi nyuma. Ukumbuke shida kubwa ya IBC ni uhuru wake. Inaitwa the independent. Sasa if hakuna uhuru, inamaanisha kazi ambayo unafanya ndio kidogo inaleta shida na Wakenya. Nasema hivyo kwa sababu sheria tunayo, lakini tunajipata katika hali ya kila baada ya uchaguzi wale vigogo wa siasa ambao wanataka kuwania urais wanaketi pamoja, wanaamua tengeneze ile jopo, mimi niweke mtu wangu, wewe uweke mtu wako, alafu tulete IBC. Sawa? Shida ni kwamba kesho nikihisi ya kwamba sijafurahia ile idadi ambayo imetoka, kuna wale cherarafo wangu watakuja waseme sifurahi na hii. Inafaa iwe wale ambao wanaenda kufanya kazi ya IBC wanawakilisha imani ya Wakenya namba moja, wanawakilisha ile maono ya Wakenya. Lakini ikiwa wewe ni mchezaji, uwe tena mwenye klabu, tena uwe kidsman, uwe mwenye mpira, uwe mwenye jazi, haiwezi tena uwe referee. Ni vile wanasiasa ni ile Samia ametuambia tuna tabia mbaya. Hiyo ni kwake. Lakini vile wanasiasa kidogo wanataka waweze control exercise ile. Pale ambapo wataelewa kwa IBC inafaa kuwa na uhuru. Haijapata uhuru wake mpaka leo. Ndio itaonekana ya kwamba kazi inafanyika. Sieki hali ya hatihati ama kuweka doa kwa yule ambaye ametajwa, mtoto ambaye jina yake mpelekwa mbele, kwa sababu nimekuambia tabia yao ama uhuru wao utaonekana katika uchaguzi mdogo. Wakifeli katika uchaguzi mdogo, basi ile imani ambayo imebakia itapotea. Asante. Niende pia upande huu mwingine, ameweza kuelezea vilivyo kabisa kuhusiana na katiba inavyosema. Bingwa sijui asimame, simama kidogo uko hewani kwenye runinga ya K24 na Kameme. Cheka kidogo wakuone basi. Zaidi ya Wakenya milioni 20 na kutazama hivi sasa. Jina lako nani? Na kwanza wewe kama kijana, nimeuliza wenzako kabla ufike, una imani na tume huru ya uchaguzi mpaka IBC kwamba inaweza kuendesha uchaguzi ukawa ni wa huru na wa kuaminika? Kwa majina naitwa Kelvin Kishoyan. Mimi ni mwanachama wa bunge la mwananchi. Na nafurahi jinsi wakili hapa anavyoelezea maneno. Lakini kuna ile difference kati ya independence na sheria. Sheria ni kitu tofauti na independence pia ni tofauti kwa njia yake. We have a Kenyan problem, na utaniruhusu tu niongeze hiyo lugha nyingine kidogo. We have a Kenyan problem with complaining. When we say that IBC was never properly constituted and it is the president who appointed these people, remember what the president did. He appointed a special committee that will present the names to the president. It doesn't mean that it is the president who fixed those names to be there. It is a special committee that came out with those names, and therefore they only took the names for representation to the president, and therefore it was not the president who did that. The second thing, we are prolonging this thing of IBC. Remember, we want most of us want the president out. But how are we going to do it? We have a case that is ongoing in court, yet to be heard. So you wonder, how do we want this person out? We have gaps in terms of by-elections that we want to fill. We cannot have an angel to be the IBC chairperson in the spiritual realm. We cannot have. We are Kenyans. We need Kenyans to serve us. And whoever, when someone says that the Erastus Ethekon was the Attorney General of Nanok, niruhusu nimalizie. When someone says that Erastus Ethekon was the Attorney General of Nanok when he was the governor, I mean, anybody can be called to service. Service is to the people. Anybody can be called. It is not a problem. Asante. Asante. Na mbona kuna chini ya dakika 7 na naona tuko wengi. Kwa hiyo ukipata nafasi kwa kifupi tu nije kwako Bingwa. Kwa kifupi tu pia simama tukuone. Amesema kwamba Bingwa hapa kwamba uaminifu unajiri kutokana na matendo yako wewe mwenyewe. Je, unadhani kwamba viongozi wananchi ile tume ya IBC ambayo bado kuna mzozo mahakamani tumejifunza vya kutosha kutokana na chaguzi ambazo zimefanyika awali? Asante sana. Kwa majina naitwa Gideon. Mimi ni mkaaji hapa Nairobi na member wa bunge la mwananchi. Niseme ya kwamba sisi kama Wakenya tunajua historia mahali tumetoka kama nchi na mahali tunaelekea. Niseme tu ya kwamba ile kitu inafanyika saa hizi kulingana na IBC, it is not something strange. It is not something that
is out of the law. Ni sheria imetufanya ile kitu inaendelea sahi, it is according to the law. Sheria inasema the selection panel is put in place. Once the selection panel is put in place, there is that list of names that will be presented to the president. Now, ile tu kitu mimi nimejifunza, I think as Kenyans, we should allow the processes that have been put in place to work and allow this country to move on. We cannot keep on interfering with the very law that we give ourselves every now and then. Ukisikia kwamba mtu anasema ameenda kotini because there is a name that he doesn't like to be there. When are we going to allow the constitution to serve the people of Kenya? Asante. Nipate pia mwingine kanda kumevalia shati jeupe kabisa. Naomba usimame pia tuweze kuona. Je, pia unakubaliana naye kwamba wale ambao waliweza kuteuliwa pia ni weupe kama pamba? Basi nashukuru sana kwa nafasi ambayo hii nimepata. Mimi kwa majina naitwa Liverson Mjomba, ni veteran member wa bunge la mwananchi. Safi Mjomba. Na mnawakilisha jimbo la Pwani. Basi mimi naunga mkono tume hii ya uchaguzi kwa sababu nimewahi fanya kitambo 2007 katika kama presiding officer ama assistant returning officer Nairobi, na yale matatizo yaliyokuwepo niliona saizi hayapo. Vile mtangazaji anasema, nadhani tumejifunza kwa uchaguzi zilizopita. Mimi nina imani kabisa kwamba mahali tulipo sahihi na rais wetu William Samoei Arap Ruto, huyu ni mtu amepitia mengi, ako na ujuzi, na ile mchakato ilitumika kuchagua IEBC iko sawa kabisa. Wamepiga msasa ya kutosha na wameangalia kwa makini na wakajua kwamba hii hawa wataweza. Kile naomba sana ni upande pia wa vijana nao. Kuna wakati niliwahi fanya kama identity card production officer. Naona vitambulisho ni nyingi sana zimetoka, lakini wajamaa pale chini hawachukui ID zao, zinalala pale. Sasa ningesema wakati waamke pia, wafanye bidii nao, wajitokeze, wachague ile mtu anapenda kulingana na katiba. Lakini mambo ya kulaumiana tuache kando. Asante. Na tusongeze nchi mbele. Asante. Na mbona anafaa kurudisha studioni? Muda. Naam, huyo ni Majibu Kisao, bila shaka ujumbe umemfikia. Kwa anataka kuongea lakini naomba muda hatuna, wataninyoa kule studioni. Na mbona nafaa kurudisha studioni? Kweli wakazi wa jiji wana mengi sana ambao wangependa kuzungumza, lakini pia kuna kikosi kingine ambacho pia kingependa kutoa maoni yao kule studioni na maeneo mengine ya nchi. Kutoka hapa niseme asanteni kwa kutenga muda wenu, kwanza kwa wanachama wa bunge la mwananchi kuweza kuwasili hapa kuweza kutoa maoni yenu. Wakili bingwa warembo, nasema asanteni sana kwa mchango wenu. Namrudishia mwenzangu Daniel Kitu, lakini kama ulivyosikia umeweza kusema kwamba cha msingi zaidi ni vijana waweze kujitokeza, waweze kupiga kura ifikapo mwaka wa 2027 endapo wanataka mabadiliko hata haya ya IEBC. Naitwa Majibu Kisao, narudisha kwa mwenzangu DKK akiwa studioni. Kitu, chukua usukani. Na asante sana Majibu Kisao, mazungumzo muro kabisa hapo katikati mwa jiji la Nairobi, wa Kenya wakifunguka kuhusiana na mada yetu muhimu hii ya uhuru wa tume ya IEBC. Bwana Ndichu, tutafanya nini kama wa Kenya tuwe na IEBC inayoaminika? Kitu cha muhimu vile nilivyosema ni kwamba tukipatia katiba yetu heshima ambaye inastahili kupatiwa, haijari ni nani anachaguliwa na wananchi. Sababu katiba imeweka mikakati ya vile uchaguzi utaendeshwa, na kama vile mwenzangu amesema hapa, inaanza hapo na commissioners wale ambao wamechaguliwa through that process. Na kama hiyo process iko na shida, unaweza kuamini ya kwamba hiyo shida itaenda mpaka mwisho wa reli. Na ndio inaleta maafa na madhara ile tunaonanga wakati wote wa uchaguzi. Kwa sababu tukiwa na IEBC ambayo ni independent, imechaguliwa kulingana na mujibu wa sheria na katiba, hakutakuwa na shida. Na niseme hivi, tukiwa na integrity ya hiyo process ya uchaguzi, haijali ni nani amechaguliwa, bora ni yule ambaye ni popular na wananchi na Wanjiku. Haistahili kama ni Ruto ama ni Gachagua ama ni Raila. Give wa Kenya
uhuru wa kuchagua yule wanataka, na hiyo uhuru hukuji wakati wa kuweka kura kwa debe. Ni process ya ni nani watakayesimamia uchaguzi huo. Sasa ikiwa imekorogwa pale mwanzoni, unaweza kuamini ya kwamba kama mwanzo inakuwa na shida, hata mwisho itakuwa na shida. Na kwa hivyo tungeomba Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto, ambaye amepewa wadhifa na nyadhifa kubwa sana na Wakenya, kama wanampenda, kama angetaka kuchaguliwa tena, afanyie vota ama mpigaji kura heshima na amfanyie kazi ile atatoshereka ya kwamba rais wangu amenifanyia kazi ile niliyotarajia. Akifanyia Wajiko kazi na Wakenya kazi, hakuna hofu na hakuna haja ya kutatizika ya kwamba atatupwa nje. Lakini kama kuna shida baina yake na wapigaji kura, hata alete watu ambao ni IBC wa kumsaidia, shida haitakuwa imemalizika. Itakuwa imewekwa kando. Na niseme hivi nikimaliza hiyo kipindi, my friend, uchaguzi ulianza kukorogwa 1969. Unamaanisha nini? 1969 ndio uchaguzi ulikuwa wa pili Kenya. Na kuna watu ambaye mzee Kenyatta na kina Jonjo hawakuwa wanataka wawe bunge, wakaondolewa 1969. In 1974 hiyo ingine, na mimi nilikuwa I think form 1, 1974, kuna watu waliondolewa, si wote hawakuwa popular, ni sababu serikali haikuwataka. Na walitumia wakati huo, unfortunately hakukuwa na ECK ama IBC, kulikuwa na DC, ndiye alikuwa returning officer. Na DC akisema hutaingia, huwezi ingia. Kutoka 74 ingine ilifanywa 1979 wakati Kenyatta alikufa 78. 79 mmoja akasema kuna watu wa Kenyatta ambaye sitaki kwa bunge na serikali yangu, wanao wakawa rigged, wakaondolewa. Hata kama walikuwa popular wakaondolewa 1979. After Kenyatta died, kulikuwa na uchaguzi mwingine ambaye Rais Moi aliitisha ya ghafla 1983. Ambaye vile vile alikuwa anasema kuna watu wa Kenyatta walibaki na siwataki. Nao wakaondolewa. Na system hii ya uchaguzi. From there ingine ikafuata 1988. Ile mnasikia iliitwa mlolongo. Sasa hiyo ndio ilikuwa baya zaidi. Sababu mlolongo, uchaguzi wa 1988 ilikuchaguliwa na mlolongo. Sasa kale kama mlolongo kalikuwa kadogo, ndiye kalikuwa kana shida. Na example moja ni kule Murang'a. Tayari ni wizi wa kule kunaitwa Mbiri, kulikuwa Kiharu sasa. Imperial alitangazwa na DC amepita, alipata 780 votes. Alikuwa anaitwa Kamau Mweru. Naye Dr. Gikonyo Kiano alipata over 22,000 votes. Lakini huyu wa kamlolongo kadogo ndiye alitangazwa na DC. From 2000, that was 1988. Sasa ile ingine ilifuata ni ya multi-party in 1992. Ambaye naye Moi alipojua upinzani umeungana na wakienda kwa debe yeye na mtu mmoja watamshida, Moi alikoroga the process, akasponsor vyama vingi viweko na kila chama iwe na presidential candidate wake. So tulienda kwa uchaguzi, ndio mimi nilichaguliwa mara ya kwanza kama mbunge. Tukiwa na president kama 7 against Moi. So process hiyo ilipo korogwa hivyo, Moi akatushinda. Ya hiyo ingine ni ya 1997. Hata hiyo vile vile ilikorogwa na IBC, the returning officers. Ile uchaguzi ambao ulikuwa wa kweli, ambao haukuibiwa, ni uchaguzi wa 2002. Wakati Raila Odinga alitangaza Kibaki tosha. That was the fairest election ambayo haikuibiwa. Hii uchaguzi ingine yote ni ya kuibiwa. Unamaanisha nini ukisema ni ya kuibiwa? Kumekuwa na chaguzi zingine hata baada ya uchaguzi wa mwaka 2002, kumekuwa na uchaguzi mkuu wa 2007, bila shaka ulikuwa na utata. 2013, 17, zote hizo unasema kulikuwa na wizi wa kura. Sasa 2007 hiyo umesema ya 2007. Hiyo ndio ilikuwa baya zaidi. Na hiyo iliibiwa mpaka watu wakasema hapana. Hapana. Na ndipo ilileta maafa ile ya post election violence. Mpaka Uhuru na Ruto wakapelekwa Hague. Ukumbuke 2007 2008. Okay? Ile ilifuata ya 2013 ulisikia kulikuwa na kasheshe.
hata kama Uhuru alishinda. Naam. Haya, wacha nimalize. 2017 hiyo ingine ilikuja 2018 2017 2017. Yes, si hata Raila walipiga kelele mpaka Uhuru akamtafuta wakawa na handshake. Naam. Sasa ile ilifuata ya mwisho si ni ya 2022 ambaye kila mtu hata Raila huyo ndiye alisema Chebukati ameiba uchaguzi mpaka Chebukazi wetu wakakufa. Naam. Sasa Raila sasa wako na Ruto sasa wametengeneza IBC yao wawili sasa, ambaye sasa inaaminika ya kwamba hiyo IBC haiko halali. Naam, bila shaka semi zake ndicho naamini kwamba anazungumzia kuhusu chaguzi ambazo zilikuwa na mizozo baada ya matokeo kutangazwa, na wala si wizi wa kura, kwani ni vigumu kudhibitisha hayo. Lakini Fanya Mambo Kinuthia, sasa tuzungumzie kuhusiana na mchakato wenyewe wa usukaji wa IBC. Jopo lipo ambalo liliwafanyia usaili ama kuwahoji wale ambao wamependekezwa na kujaza nafasi za kutaka nyadhifa hizi mbalimbali, wakapita, waliopita wakapelekwa kwa Rais William Ruto, akaidhinisha alioidhinisha, na sasa mchakato huu ulikuwa unaelekea bungeni. Lakini tayari wa Kenya na hata sisi vyombo vya habari tumeanza kwa kiasi fulani kudadisi kuwahusu hawa ambao wamependekezwa, uhusiano wao na Rais William Ruto ama wanasiasa mbalimbali. Je, hilo ni sawa? Ni sawa kwa sababu kwa nini baadhi yao walikuwa hawako katika ile list ambayo ilikuwa imepublishiwa katika magazeti na mwishowe wakajipata kumba wao ni shortlisted? Hapo ndipo sisi kama Wakenya tuna shida, kwa sababu haja gani iwe wanyama wote wako sawa lakini wengine wako sawa kuliko wengine? Yaani watu wanapopigwa msasa nyinyi hamko, watu wanapopanga foleni hamko, watu wanapopeleka CV zao kule kuwekwa kama magunia kwa sababu zilikuwa nyingi sana hampo. Ikifika wakati sasa wa watu kuchaguliwa mko hapo, nyinyi ndio number 1, nyinyi ndio mko kwa list. Pili, niseme hivi, ni nini kinachoendelea katika akili za binadamu yoyote ambaye anajipeana kuchaguliwa kwa ofisi ambayo anajua fika kwamba yeye hafai kuchaguliwa? Na maanisha hivi, mimi najua kwamba uchaguzi uliopita nilikuwa candidate na nilisimama sehemu fulani, na najua fika kwamba katiba inasema kama nilikuwa candidate sifai kuwa shortlisted, na naenda pale napoteza wakati wa wananchi, napoteza wakati wa selection panel, napoteza wakati wa kufanyishwa interview, na napoteza pesa za wananchi. In fact hata tunafaa kupiga kelele hawa watu watulipe, kwa sababu pesa zetu wametumia na wakati wetu na hata airtime. Pili, nini kinafanya mtu ambaye anajua yeye ni state officer, yeye anafanya katika public office na hana adabu, unakuja unakaa through the whole process na unajua katiba imekukataza wewe mwenyewe? Sasa toa rais, tufikirie karakta ya hawa watu. Wewe unajua haufai na umeenda kulazimisha uchaguliwe. Unafikiria mtu akipata ile ofisi atakuwa vipi? Kama waweza kujilazimisha katika ofisi ya public, unalazimisha na haufai, unafikiri ukipata ile ofisi utakuwa mtu wa aina gani? Na hii ndio tunasema hulka mbaya. Ningependa kuona Wakenya ambao wanasema mimi nimesoma katiba na ninapoangalia katiba inasema kwamba mimi sihitimu, I am not qualified, na kwa sababu hiyo sitajipeana tena. Ukumbuke katika ile orodha kulikuwa na the next name na the next name na the next name. Waangalie ni akina nani wengine ambao walikuwa wanafaa, ambao majina yao hayana maswali, hayana dosari, hawakuwa wamesimama, sio public officers, hawana association yoyote na rais. Waangaliwe wale si ni wa Kenya, wapatiwe nyadhifa zile. Lakini sio kusema kwamba mimi najua kwamba sifai kuwa pale na lazimisha, nataka nikuwe pale by force, alafu najua itaenda sasa kotini, sasa ni pesa zetu tena zitatumiwa. Majaji ambao wangekuwa wanasikiza kesi za Wakenya kuhusu mipaka na mashamba na nini, sasa wamechukua wakati wao kwenda kusikiza kesi ya mtu ambaye kwa tabia zake mbaya amejilazimisha kwa ofisi ambaye hafai kuwa. Hapo ndipo sasa inatuuma sisi kama Wakenya. Tunasema wale waliochagulia pia wao wako na bad manners. So hata kama unasema tutoe rais ni sawa, lakini waliochaguliwa shame on you, kwa sababu unajua kwamba haufai na unajilazimisha. Naam, Bwana Ndichu, wewe ni wakili na tunapozungumzia swala hili bila shaka kuna mwingilio wa siasa wakati mwingine, na hata mchakato wenyewe wa usukaji wa tume ya IBC kisheria unahusisha vyama mbalimbali na mipango mbalimbali. Lakini
linapofanyika kama hili kwamba wanasiasa ama pande tofauti za kisiasa hazikubaliani na huyu ni mwamuzi ambaye atatangaza matokeo yao, tunastahili kufanya nini? Unajua kwamba kwanza hao viongozi wa hizo vyama ambao hawakuhusishwa ndio watatangaza ya kwamba hatuna imani na hiyo uchaguzi na tutazuia watu wetu wasipige kura na Wakenya wengi hawatapiga kura, so watasababisha kusiwe na uchaguzi. Ni kwa sababu sheria iko wazi ya kwamba kama ni kuteua hiyo timu ya IBC, tume ya IBC, lazima kila mhusika ahusishwe kutoka mwanzo, wakati wa recruitment, from advertising. And I can read to you what they were saying, that what it says that there should be adverts. Adverts should be done. And then people, after the advert has been done, people apply. Watu wa apply. Then after the application, kuna ile inaitwa shortlisting. Watu wale wameapply wale shortlisted, ili watu wale ambao wanaanguka kwa sababu ya ordinary vetting waondolewe. Shortlisting is done. But you know kulifanyika nini? Wakati hiyo inaendelea, kuna watu wengine ambao walikuja kwa interview ya commissioners wa IBC ambaye hawakuapply, ambaye hawakuwa shortlisted, lakini wali interviewa na wengine walipita. Already hiyo inakwambia ya kwamba that process is flawed. Inakwambia that process is unconstitutional. It is illegal. It is unlawful. It is not right ab initio from the beginning. Sasa wale viongozi wa vyama vingine ambao hawakuhusishwa, hata wakienda kotini kwa hiyo tu, si itasimamishwa na koti. Although rafiki yangu hapa amesema jambo na ni la kweli. Ya kweli inaweza kuwa ni mpango wa serikali hii IBC isiweko, inyimwe nafasi ya kufanya kazi, ili kuwe na delay ya kufanya uchaguzi, na ile sasa serikali iko na bunge ile iliyoko saa hii iendelee mbele wakiwa na sababu ya kwamba hakuna tume ya uchaguzi ambayo iko in place. Sheria So sasa ndio nakwambia hiyo ni mafikra, na inaweza kuwa ya kwamba kama kuna kitu inaweza zuia kitu ifanyike, an election can be postponed if the ground and reason is reasonable. But this is a reason that is being manufactured or created to serve a purpose ambaye ni ya kufanya uchaguzi usifanyike wakati unaofanyika. Kwa hivyo saa hii wa Kenya mahali tupo saa hii tumekalia ile kitu inaitwa time bomb, ama bomu ambaye inapiga wakati wa kulipuka any moment. Na sijui kama Rais William Ruto anaona hiyo time bomb ikitiki. Sababu hata akijaribu kuwa lazima awepo, anaweza kuwepo, lakini akoze nchi ya kutawala. Na sio kutisha. These are facts that are above board. Okay? Fanya mambo Kenodia, IBC inakumbwa na changamoto chungu nzima, niseme hivyo. Tayari kuna kesi mahakamani. Uainishaji wa mipaka kulingana na katiba tayari umepitwa na wakati. Hilo haliwezekani kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tazama, kuna maeneo ambayo yanastahili kuwa na chaguzi ndogo. Hilo halijafanyika kwani hatuna IBC iliyo kamili. Tutaepukaje masuala kama haya ama changamoto kama hizi baadaye? Ningependa kusema hivi, mimi naona ni kama Kenya kuna IBC. Kwa sababu inapokuwa ni wakati wa kuimpeach deputy president, inakuwa IBC iko na ilitengeneza barua, kwa sababu lazima IBC inge play part katika impeachment ya deputy president. Lakini inapofika ni wakati wa chaguzi ndogo, hakuna IBC, hakuna quorum, haiwezekani. Inapofika ni wakati wa kutengeneza mipaka, hakuna IBC, haiwezekani. Utaona kama sasa naona Senator Gloria Orwoba ambaye kwa sasa amepatiwa suspension. Na naona kwamba gazette notice imetoka kwamba UDA washamtoa na washa declare kiti chake vacant. Anayefaa kuappoint the next
senator kama watamtoa Gloria Oroba ni IEBC. Automatically usikasikia sasa kuna IEBC iko imepatikana imefufuka, kuna moja mahali ambayo inaweza appoint Gloria Oroba kwe successor wa Gloria Oroba. Lakini mambo ambayo yanahusu wananchi wa Kenya hakuna IEBC, haija constitutiwa. Kuna Boniface Mwangi amepeleka kesi kotini. Wakenya tunachezewa karata ya upuzi, na ningependa kusema kwamba tukubaliane kama nchi, either hakuna IEBC kabisa na haiwezi fanya chochote, ama kuna IEBC na inaweza fanya kila kitu. Lakini kusiwe saa zile ni mambo ambayo yanahusu wananchi. Uchaguzi, wacha nikwambie, uchaguzi wa wananchi kuchagua a sitting MP ambaye sasa hawana wawakilishi ama MCA ni muhimu kuliko impeachment ya deputy president. Na kama IEBC imepatikana kuandika barua ya kusupport impeachment ya deputy president, basi kama Wakenya tunasema IEBC ipatikane ya kufanya uchaguzi wa wananchi wa Kenya. Na ndio maana tunasema kwa sasa hata yale walisema kotini kwamba quorum ni commissioners watatu. Na kwa sababu nikiangalia zile kesi zote ambazo ziko kotini, commissioner ambayo wako na shida inaonekana ni waine. Mimi ningependa kumwambia rais tuwapishe wale watatu, tuwe tuko na commission ambayo inaendelea, hawa waine wabaki. La mwisho ni mambo ya mipaka, boundaries delimitation. Unajua hii sasa ni shida. Wakenya wajui kama kuna kitu inaitwa shida ni hiyo. Kama ningekuwa nasimama mahali mheshimiwa alikuwa amesimama Juja na tunashindana, ningekuwa sasa wakati wa mipaka inakuwa ni vita. Najaribu kuangalia ni akina nani hawanichagui, au wanataka kuwatupa kwa constituency nyingine. Mwingine naye anasema hii ni clan fulani kwa zile constituency ambazo clans ziko. Unataka ikatwe ili waadui wako ama watu ambao hawakupendi watupwe kule. Sehemu zingine unaangalia unaona hapa kuna kuwa na shida ya flooding kila wakati na wanasumbua mheshimiwa, ama pande hii hakuna mabarabara mzuri. Kwa hivyo ile delimitation of boundaries kwa wakati huu muda ni mfupi sana. Na itakuwa shida kwa sababu tukijaribu kuna so many competing interests. Unajaribu kuangalia ni nani wananichukia kwa hii constituency wenye wanafanya. So hata ikiwezekana unaweza taka ikuwe ni wewe na bibi yako katika ile constituency. Kwa hivyo hapo kuna shida ya delimitation of boundaries, lakini ningependa kusema la muhimu ni kwamba kama IEBC haiwezi tutusaidia kwa chaguzi ndogo, basi isitumike katika impeachment ya deputy president na isitumike katika kudeclare nani atakuwa successor wa Gloria Oroba ama chochote ambacho kinahusu wanasiasa. Naam, swala hilo la Gloria Oroba bila shaka mahakama imemwokoa, imesitisha uamuzi huo wa kumtimua kutoka chama cha UDA. Bado yeye ni seneta maalum. Unajua ningependa kukuambia kitu kimoja. Ukumbuke kwamba walipo mfurusha deputy president Rigathi Gachagua kulikuwa na order ya mahakama kutoka Kirinyaga. Kwa hivyo maamuzi ya koti katika Kenya Kwanza usifikirie yanatiliwa maanani. Na tumeona wamekiuka maamuzi mengi sana ya kotini. Jambo la muhimu ni hili tu. Kama IEBC iko ikue kwa mambo yote. Kama haipo isiwepo kwa mambo yote. Naam, Bwana Ndichu umemsikia anavyofafanua kwa undani kabisa. Afanya mambo Kinuthia. IEBC iwapo ipo, iwapo haipo, haipo. Utazungumziaje kauli zake? Ni pole sana na nisamehewe kusema ya kwamba in a sense hakuna kitu inaitwa IEBC. La, unamaanisha nini? IEBC ni president. IEBC ni rais. Yes. Kivipi? Rais ndiye anasema I have experience ya last election. Ambaye kuna watu ambao walisimama viti ya ubunge na zingine Senate na zingine ambao walikuwa na matatizo ya kisheria. Okay? Na mimi ninajua kuna kesi moja ama mbili ambaye IEBC ile ilikuweko ya the late Chebukati ilisema huyo mtu hatapatiwa clearance certificate na IEBC. Lakini walipigiwa simu na wakaambiwa hapana clear. Utadhibitisha vipi ni rais alipiga simu? Na mnajua sisi chama ni rais gani? So usiseme ni baadaye umeibua, lazima nikuwajibishe katika kufafanua. Lakini kuna watu ambao
IBC ilikataa kwa sababu walikuwa na makesi na walikuwa na constitutional, legal and legal issues ambaye iliwakataza kusimama. Lakini IBC was forced to retract their ruling. Okay? Na wakapatiwa kibali ya kusimama na wakasimama. That's why from that moment mimi nikisema hupe hakuna IBC itakuwa kadi rais. Hakuna hata saa hii hatuna IBC. Nitamwomba mwelekezi dakika moja tu nimuulize fanya mambo hili kabla tujaelekea kuchukua jumbe zako wewe mtazamaji. Tumewasikia vijana wa Gen Z wakisema 2027 itakuwa tofauti, hata wewe mwenyewe umefafanua katika kulinda kura. Je, kisheria Wakenya wana nafasi gani katika kulinda kura zao na kuhakikisha kwamba mchakato wa uchaguzi huru na haki unafanikiwa? Kwa kifupi. Kwanza kabisa sheria imesema kwamba kura zitakazo pigwa katika polling station, hiyo darasa inafaa zikimaliza iandikwe na ipiniwe katika mlango. Kwa hivyo jukumu la kwanza ambazo sisi kama young people tumechukua ni kusema kwamba tutapiga picha. Na hizo picha tuta make sure zimesambaa kila mahali. Ili kama shule yetu nimekwambia for example ilikuwa Jamhuri for example, Jamhuri Primary. Mtu ajaribu kusema class 3B kitu tofauti na ile tulipost sisi wote kama young people, itakuwa shida. Kwa sisi tunasema uchaguzi ile ukarabati ile nonsense tumekuwa tukiona pale Bomas na kuimbiwa na kwaya hakuna. Yale matangazo yatakuwa nafanywa polling station yatakuwa ni final. Constituency ndio final returning place ya kura zote. Kwa hivyo sisi tumejitolea kama watu wachanga, tumesema hiyo siku silaha yetu ni simu na kura. Silaha mbili peke yake. Simu na kura, na tuta make sure kwamba ukweli unajulikana. Bwana Ndishu, nitaomba ushikilie wazo hilo, naona unataka kuzungumza, lakini kwa sasa tumpatie Theo Macharia nafasi ya kutueleza Wakenya wanasema nini katika mitandao ya kijamii. Naam, kwa kweli Daniel Kitu, kutoka upande wenyu hapa katika mitandao ya kijamii, maoni tele yanazidi kufurika kuhusiana na swali letu la siku ambalo tuliuliza kwamba Wakenya ambao leo wewe Mkenya ni mpiga kura, tulikuuliza swali kwamba kama una imani IEBC iliyoteuliwa itaendesha uchaguzi huru na wa haki. Tupate baadhi ya maoni ambayo tunaanza na mtandao wetu wa WhatsApp. Pale WhatsApp tunampata Judith Wanja ambaye anasema kwamba kwangu mimi IEBC ni taasisi iliyopoteza mwelekeo. Hakuna mabadiliko ya kweli, ni kama kubadilisha viti kwenye meli inayozama. Huu ni mtandao wetu wa WhatsApp. Tupate mwingine anajiita Tom Ochieng, anasema kwamba uteuzi wa IEBC haukufanyika kwa ushirikishwaji na wananchi. Viongozi waliwachagua watu wao. Siwezi kuiamini tume kama hiyo. Maoni nyingine pale Naomi Chebet pale WhatsApp anasema kwamba watu walioteuliwa wengi wao hawana rekodi ya kujitegemea. Bila uhuru wa kweli IEBC haiwezi kuendesha uchaguzi wa haki na huru. Abdi pale WhatsApp zaidi anasema kwamba tume imekuwa ikitumiwa kama chombo cha kuwafaidi wachache. Tumechoka kudanganywa kila mara kabla ya uchaguzi. Tuendelee pale WhatsApp, tunampata Caroline wa Kesho, anachangia mada ama swali letu la siku ya leo. Anasema kwamba kwa miaka mingi tumeona uchaguzi ukiwa na dosari. IEBC mpya haijaonyesha lolote tofauti, kwa hivyo sioni matumaini. Tunampata Vincent Mutua zaidi pale WhatsApp, pia anasema kwamba watu wamechoshwa na ahadi tupu. IEBC ni taasisi ambayo haionyeshi uwazi na hakuna sababu ya kuiamini kwa sasa. Brenda Akinyi zaidi pale WhatsApp anasema kwamba hata sina show. Hawa wasee wa IEBC ni kama wamewekwa tu kufix manze, si wasikii. Shiko Mwendea anasema kwamba IEBC ni kama joke. Gava hutoa mapromise lakini kwa ground mambo ni different. Mimi naona tu ni kusetiwa tu. Huyo ni Shiko Mwende ambaye anasema kwamba anaona mambo ya IEBC ni kusetiwa tu. Kwa sasa mtazamaji, tunachukua mapumziko mengine mafupi, tutarejea upande mwingine wa studio na mambo zaidi. Usiende mbali.